imani na nguvu ya tatu ni tumaini. Hivi vitu vinategemeana sana. Kuna upendo, kuna imani. Unaweza kuwa na tumaini lakini huna imani. Kwa hiyo imani na tumaini vinaenda sambamba. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Hiyo Ebrania 11. Kwa hiyo kama unatarajia kitu ukaweka tumaini pale, lazima kile kitu kitakuwa na matunda. Tunaona hata watu walio na VVU, si wanaishi kwa matumaini. Wanatumaini kwamba siku moja dawa itapatikana na wanaendelea na maisha. Sasa sembuse wewe mtu wa Mungu unayejua kweli, inafikia hatua unaacha wokovu kwa kupoteza tumaini. Usipoteze tumaini. Hujaja duniani kwa bahati mbaya. Mungu ana mpango kamili na wewe. Hata kama nimechelewa, endelea kungojea. Amen. Usirudi nyuma, mwana wa Mungu. Watu wengi wanajichanganya, wanamwacha Yesu na anguko lao linakuwa kubwa na shetani anawavuruga anavyojisikia. Mpendwa, nikutie moyo siku ya leo. Kwa mti uliokatwa unachipuka tena kwa mara nyingine. Ndiyo wamekudharau, ndiyo umetupwa nje, unaonekana sio chombo cha thamani, lakini wewe ni chombo cha thamani kwenye hazina ya Baba yako. Mungu atusaidie sana. Mungu anamheshimu kila mmoja. Yaani wewe uliyekaa hapo, Mungu anakuheshimu. Sema, Mungu ananiheshimu. Mungu ananiheshimu. Usinidharau. Mwambie jirani yako, usinidharau. Mwambie usinichukulie poa. Yaani usimdharau mtu yoyote. Mungu anamheshimu huyo. Mungu anakwenda kuchipuza vitu vyake kwake, na chipukizi hilo halitakoma. Amen. Mungu atusaidie sana. Hata kama ni mzee, kuna tumaini. Unaweza kukuta labda mzee yuko kijijini, anatumaini mtoto wangu yuko mjini, Mungu atambariki kule, kuna siku atanikumbuka. Hata kama mtoto wake kule mjini ni mvuta bangi, afanye amelala kwenye mitaro, lakini anaamini iko siku simu ya mtoto wangu italia, nitapokea kitu kutoka kwake. Anatumaini. Yaani kile unachokitumaini unatakiwa kukilinda. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini linatakiwa kutunzwa. Mungu atusaidie. Lakini ndani ya imani liko tumaini. Ukiwa na imani na jambo fulani, tumaini liko pale. Naomba tusome Yeremia 17. Nakimbia hapo. Tusome Yeremia 17 mstari wa 5. Yeremia 17:5 mpaka 8. Tushirikiane kwa maneno. Bwana anasema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari mjapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mungu atusaidie sana. Tunaelekezwa hapa, tumaini lako unatakiwa kuliweka wapi? Watu wengine wanawategemea wanadamu. Mpendwa, usiweke tumaini lako kwa wanadamu. Watu waliowategemea wanadamu walishaingia kwenye interview, wakafeli zile interview, wakarudi kuwalaumu wale watu waliowaweka. Mwana wa Mungu, kama umeokoka, usije ukaingia sehemu fulani kwa kumtegemea kwamba eti baba alikuwa anafahamiana na mtu fulani. Ukigalagala kule hautakuwa na cha kufanya, na hata kama ukipata kule utamrudishia sifa huyu mtu aliyekupeleka. Na ndio maana mambo mengi huwa yanafeli pale tunapowategemea wanadamu. Unatakiwa kumtegemea Mungu ili kwamba litakapotendeka umrudishie sifa.
atusaidie sana. Inapofikia hatua mtu aliyeokoka anaanza kupita kwenye migongo ya watu wengine, Mungu huwa anasubirisha yale mambo. Kwa hiyo simama mwana wa Mungu ukijua nina tumaini ambaye ni Kristo Yesu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye amemfanya Bwana ni tumaini lake. Ngome yako na msaada wako ni Bwana. Nafsi yako ingoje Bwana kwa kimya. Mungu atafanya. Mungu atatokea mpendo. Na ukiwategemea wanadamu utapata shida kubwa. Kwa hiyo kwenye hali unayoipitia, baki na Kristo. Kwenye mapambano unayopita nayo, baki na tumaini ambaye ni Kristo Yesu. Ukiangalia kwamba nikiwa tumaini wanadamu, iko siku watakusimanga. Mungu atusaidie. Kuna hatua za maisha inabidi ukomae mwenyewe, usimame mwenyewe, upige hatua mwenyewe bila kutazama nani anasema nini. Ukitazama kelele za watu wengine zitakutoa kwenye reli. Simama na Kristo, uangalie kwamba nimebarikiwa, ninayemtumaini Bwana, ninayemtegemea Bwana. Kwa hiyo ukitembea na sauti ya Mungu kwenye maisha yako hautafeli. Mungu atusaidie sana. Ndiyo yapo yatakayokukatisha tamaa. Tungekatishwa tamaa tukaanguka huko, tukaachana na wokovu, tusingekuwa bora leo. Tungeachana na wokovu, dhambi zingetuharibu. Tungeachana na wokovu, tusingekuwa kina mama Stoni leo. Tungeachana na wokovu, huenda tungekuwa tumeshazikwa. Lakini mtu unakutana na ya kukutana, unamwacha Yesu, unayemwacha Yesu pole kwako. Biblia inasema huenda kilio kikadumu usiku, lakini asubuhi inakuwa furaha kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usizani unayoyapitia yanaendelea milele. Usizani unayokumbana nayo kwamba hakutakuwa na nafuu. Lipo pambazuko, lipo tumaini ambaye ni Kristo Yesu. Ni wewe mwenyewe tu unaamua kujichanganya na kujivuruga. Bwana wewe ni mzuri na Mungu anakuheshimu sana. Uko kanisani lakini bado unaenda kwa waganga. Mungu akuponye. Unaenda kwa waganga afu unarudi ibadani. Pendo unachokitafuta ni nini? Ni bonga kiroho. Acha. Uko kanisani afu bado unaloga wapendo wenzio. Unawaloga, unawachanganya, unawavuruga. Acha. Mungu atusaidie sana. Najua Mungu anamwona kila mtu hapa. Mungu anajua madhaifu yetu wote. Mungu anajua ni jinsi gani adui anatutumia kuwavuta wengine nyuma. Mpendo, hebu simama kwenye nafasi yako. Mbona yapo mengi yanayokusubiri uyafanye? Mbona yapo mengi yanayohusu familia yako? Hebu simama na hayo, achana na mambo ya watu wengine, usonge mbele. Mungu atusaidie sana. Mtumaini Kristo. Watoto wetu wanataka hatima kutoka kwetu. Tunahitaji kuonyesha njia. Tunahitaji kuwa kielelezo kwao. Tunahitaji kuishi maisha matakatifu ili wao waige kwetu. Tunahitaji kuwaonyesha njia ya Kristo. Lakini kama mimi mama ninaenda kwa mganga, yule mtoto mtamwambia. Mtoto anaona mganga ndani. Mtoto anaona baba na mama wameokoka, lakini kila siku ni ugomvi, kila siku ni hekaeka. Yule mtoto anamfundisha nini? Tena wale wapagani, lakini wale watu ambao baba kaokoka, mama kaokoka, ni dhambi kubwa kuanza kusemana pale sisi. Nende chumbani kwako kabisa na kuongea. Yule mtoto anamfundisha nini? Hata kama umekasirishwa kiasi